Kile naomba unikopeshe hela kidogo tu na vitu baadhi za gengeni. Please. Na unajua cha mwanaume akiendi bure. Mmeodiwa, woshwa. Mimi usichoelewa. Kwa hiyo unanifanya mimi kama kahaba, si ndio? Mbona imekuwa ghafla? Na hiyo simu iliyoingia ni nani? Hebu shusha pressure kwanza. Hivi unajua mimi nilikwenda kwenu na dada yako nilimkuta. Asante mimi. Bora tu nilisaidia. Ukaombea nimeenda wapi? Amola, pokea hizi dua zangu, wendo tafanya ili lipite, na nalingojea ili fungu langu litafanya shida ziishe. Maisha ni funzo, nakosa ramani ya moyo sina, funzo, uenda kesho nitaipata yangu mie. Funzo, yani kama fungu si langu tena, nishajitahidi pambana kutafuta mjini hakuna jema. Ewe Mola wangu nione vyema. Nondo. Karibu. Isigi. Mbona unaofu hivyo? Nyingine kuhudumia? Hapana. Haina haja ya kuingia kunihudumia. Nilikuwa na jambo kidogo nataka tuzungumze. Samahani lakini kwa asubuhi nilichokufanyia. Baby. Kidevu. Isikufichi. Uwevu ni kamba ya njaa. Nitakwambia hapa. Tokea asubuhi nimekuja hapa kuchukua tangawizi. Nimeshindia tangawizi asubuhi mpaka saa hizi. Sijala chochote hapa nilipo naumwa njaa. Nilikisema nikufichi. Njaa itaniua. Kidevu. Naomba unikopeshe hela kidogo tu na vitu baadhi za gengeni. Please. Da, pole sana. Ila una uhakika utanirudishia kwa wakati? Wallahi, sintakuangusha. Kidevu, sintakuangusha kwa chochote kile, lazima pesa yako nirejeshe. Sawa. Mimi nitakusaidia lakini bila malipo. Inamaanisha nini kusema hivyo? Yaani usijali, kama utakubali kile ambacho nitakuomba, tutafanya mabadilishano. Nitakupa unachokitaka na wewe utanipa ambacho umekujalia Mungu. Unataka kumaanisha kwamba nikupe rushwa ya ngono? Kama ulivyoongea, nataka kukuepusha na madeni ili uwe huru. Nadhani njia itakuwa salama kwako. Basi hamna shida. Naomba iwe mara moja tu na isiwe mazoea. Yaani kutokana na shida zangu. Okay. Ni shilingi ngapi ulikuwa unahitaji? Mimi nilikuwa nahitaji 20,000 tu. 20,000 na vitu baadhi za gengeni. Yaani 20,000 ni pesa nyingi sana. Nitakupatia shilingi 10,000 na baadhi ya vitu. Madevu, mimi ndio maana nimepulita kwenye 20,000 kwa sababu utakaponipatia 10,000 ninadaiwa vikoba. Yaani shida yangu kubwa ni vikoba na vitu vya ndani vya kula. Niongeze basi japo 5,000 tu. Au unaona kwa vile sina sehemu nyingine ya kwenda kuomba? Basi kama upo tayari kwa vile tulivyoongea, wewe nikupatie vitu ili pendekee. Sawa, sina namna. Acha nipate nachostahili. Haya, tuondoke. Sasa kwa utamwachia nani? Yeye hapa nishachanganyikiwa. Basi ngoja nimpigie dogo. Njoo chapu hapa unishikie, unasema nataka niende. Chapu sasa. Sasa Kidevu, hivi mimi nitatumia mpaka muda gani? Na mbona umeniwekea vitu kidogo? Si ulikubaliana kwamba unanipa shilingi 15,000? Sijali, si bado hatujamaliza mkataba wetu. Nitakupatia zaidi ya hiyo. Sawa. Kosa ndo nyenye na nguvu jamani, kweli. Bogo. Baki basi, mimi natoka. Hello. Audu.
Subiri kwanza. Kwa nini tuko hapa? Wiki kitu gani ambacho uelewi mamangu? Umekula vitu vangu vingapi umekula? Na unajua cha wanaume akiendi bure. Mmeoliwa, woshwa. Mimi usichoelewa. Kwa hiyo unanifanya mimi kama kahaba, si ndio? Sasa mimi sina maana hiyo. Mimi najua jinsi gani ninavyokuheshimu. Siwezi kukupigia kwa unaonekana wewe. Alafu tu kwa utawala wangu. Sana. Iti utani. Hivi unajua mtu kamkadi, kalaladi au nyekuadi? Sasa baada naona kwa kama wanafunzi wa shule ni kama kabinti kadogo kwenye miaka 10 na ngapi. Tunaelekezana kitu kimoja mama. Nimekwambia nilikuwa nakutania samani. Kia. Basi tupanye haraka. Aini si bwana ishobano ni. Maisha ni funzo. Nakosa ramani ya moyo sina funzo. Uenda kesho nitaipata yangu mie. Funzo. Wangu. Bahati. Unajua sijategemea kama nitakukuta hivi. Uko kwani mnaishi jamaa kama wewe kwa hivi? Najiona kama mpya. Sijui ni lini nilihisi hichi kitu ulichonipa leo. Nina kila sababu ya kuwa nje ya ndoa yangu. Mungu tu nisamehe. Mungu hawezi kusamehe dhambi ya uzinifu. Yaani kuhusu dhambi ya uzinifu Mungu hawezi kusamehe. Yaani imekuwaje? Ndio wewe unanishangaza, hata sijategemea. Acha tu nikwambie ukweli. Kaisi amepoteza wanaume wake. Kwa hata kuniambia nyumbani kwenu mnaishi wanawake wawili, ndio? Kidi. Ndio kwa maana hiyo. Babu, kama mtu kapoteza, ujiogoa pande mtungi na maana mnaishi wanawake wawili ndani kwenye chumba kimoja. Sasa hiyo ni kama fursa tuitumie sasa. Sababu yeye hawezi kukufikisha sehemu ambayo unataka ufike. Basi mimi nipe nafasi ya kuishi pamoja. Kweli adui wa mtu ni mke. Kwa hiyo unataka ujiishi na mimi. Na kati unajua kama mimi ni mke wa mtu. Unapenda ganga la ndizi kweli wewe? Kitu gani ambacho uelewi? Sasa unaishi na mtu, kuna kitu ambacho unakihitaji wewe kama mwanamke akupatii. Kuna haja gani ya kuishi naye? Uje tuishi wote bwana. Hebu naomba mimi niende. Maana sitaki kuchelewa kurudi. Nikakuta amesharudi nyumbani. Wewe utaondoka sasa hivi? Basi basi uvumilie basi hata risali moja tuongeze. Hapana Kidi, naomba niende. Kuna nyakati tunaenda kwako. Na mbona tupo guest kulikoni? Unajua pale nyumbani majirani zangu wanaambia sana. Tunaona kama nikulete guest na mimi sio itakuwa ni salama zaidi.
Mbona imekuwa ghafla? Na hiyo simu iliyoingia ni ya nani? Ni mdogo wangu. Naamini kwamba atakuwa anarudi kutoka shule, tambia atakuwa na njaa. Kama nilivyokuambia, tukasubiri tupike kitu chochote. Haipatikani. Peka nenda nini hii? Alo Gambo. Mambo. Mimi mzima. Upa basa, nisubiri hapo hapo gengeni, sio ukienda simu wote, nakuja kwa sasa hivi. Nisubiri hapo, nafanya sasa hivi. Aya, poa. Sawa, au basi kulia. Tunakupaswa ufanye kazi ndo ule. Sawa. Dhamira yangu kubwa ni kufuta machozi ili niweze kupata kile ninachokitaka. Nahisi kidogo nipumzike, nioneshe nuru. Nahisi mawazo ya mdogo wangu yanamtumbukia yangu kidogo. Maua, hatujaje kupumzika humo, na siku zote biashara asubuhi, jioni mahesabu. Hebu tulimalize hili. Sitaki kuamini kama umedhamiria ubaya kwa mtu ambaye alipoteza nuru kumie kuishi kwenye maisha. Sitaki kuamini kama umedhamiria ubaya kwa mtu alipoteza nuru la kuishi. Niambie, hiyo mipira kuchezea uwanjani ipo? Maua, sijazoea kudhulumu nafsi ya mtu, na wala sijawahi kulaga pipi na maganda yake. Au kama vipi, nenda na ni dhahiri pilau unataka kuletea jongoo. Tambua jukumu wa kipato ndo nafanya mimi njizalilishe. Amola, pokea hizi dua zangu, wendo tafanya ili lipite, na nalingojea ili fungu langu litafanya shida ziishe. Maisha ni funzo. Gambo, mwenzako nimekusha mimi tabia. Nini shida? Umefanya nini kwani? Nimefika nyumbani, sikumkuta dada yangu. Nampigia simu apokee, nikomba ni anakata simu na kuzima simu. Sijui wapi ama yananitafuta nini. Hebu shusha presha kwanza. Hivi unajua mimi nilikwenda kwenu na dada yako nilimkuta. Kumwambia kila kitu? Hapana, sikumwambia chochote. Niliongea uongo ili kuepusha shari. Umenipa dhambi sana tabia. Asante mimi. Ula tu nilisaidia. Ukaombea nimeenda wapi? Nikamwambia umekwenda kwa rafiki yako Salha, lakini bado alikuwa anatilia shaka maneno yangu. Sasa itakuwa nini? Au unajua alipoenda? Hapana, sina taaluma ya ubashiri, ila yule ni mtu mzima. Punguza presha, na ameliona jua kabla yako, hivyo ana uwezo wa kubaini lipi zuri, lipi baya. Siwezi kumtilia shaka kwa upoteaji wake, lakini napata shaka pale ambapo muda unaotakiwa nirudi shule
ni muda ambao sio sahihi wa kufika nyumbani, na hapo nitanitilia sana mashaka juu yangu. Tabia, hebu niambie ukweli, ulikuwa kwa yule mwanaume wako, si ndio? Ukimya wako unadhihirisha dhahiri kwamba ni ndio. Yaani siamini kwamba umeamua kuharibu maisha yako kwa mwanaume ambaye sio sahihi kwako, eti kwa sababu ya macho yako yaliyojaa upofu wa kutokuiona kesho yako na moyo wako uliogubika hisia za balee. Son de Mac, c'est ici. Regardez. What? Und der Dexter on play. Yet, ka. Sasa Bahati, mimi naona niishi hapa nikuache. Chingine, Hii radha ambayo umenionjesha leo natamani nipate kila siku. Sawa, ila naomba usitie manane. yaani unamaanisha kwamba yaani radha mimi ndo sitakuja kuipata tena? Hapana, ila kila tulichokifanya naona kama nimekosea. Nivyohangaika kote na maana sijakuridhisha na hujaniambia. Unatoka mpaka sasa hivi unaje kuniambia hapa? Yaani kwa ina maana bado unamfikiria mwanaume wako bandia. Kidi, najuta hata kukuambia. Una sasa umeanza kumdharau mwanaume wangu. Kitu ambacho mimi ninachokushangaa, unawahi nyumbani lakini hauna kinachokuaisha nyumbani. Kwa sababu mnaishi wanawake wawili mwe ndani. Hakuna cha kukulika. Yaani cha kufanya wewe na shauku ya kumwahi wewe mume wako wakati mmebandia. Sipo ungebaki na mimi wakati mimi bado nakuhitaji wewe. Hebu naomba niende. Sitaki kuchelewa nimkute mume wangu amesharudi nyumbani. Sikiza basi, sikiza. Yaani hapa ninavyotamani. Sasa nikukumbatia hapa. Yaani wewe bado usijatosheka kabisa. Huyu lazima anipe lawama. Yaani kwa lizigo mimi nikubali ni mwasho. Haiwezekani, labda mimi sio kile. Yani kama fungu si langu tena, nishajitahidi pambana kutafuta mjini hakuna jema. Ewe Mola wangu nione vyema, hata na ndugu zangu wajalie afya njema. Tambua ugumu wa kipato ndo nafanya mimi njizalilishe. Mola pokea hizi dua zangu, wendo tafanya ili lipite, na nalingojea ili fungu langu litafanya shida zi